Ndugu zangu, watoto wa Mungu, baada ya kung'ang'ana sana na Roho wa Mungu na research kubwa sana kwa muda mrefu, nimekuja kugundua ya kwamba Mungu hayuko katika dini zetu, hayuko katika kanisa la Yesu Kristo. Na watu wengi wako katika utumwa. Ile kitu iko kule is a parallel gospel to that of the owner of the church, Jesus Christ. Na Mungu hutegemea na viongozi. Na viongozi wengi wakati wako katika safari ya kujijenga, waelewe Mungu. Shetani huwaingilia. Anawadanganya kupitia kwa pesa na mambo mengine mingi. Zote zinakuwa ni dini zao za kuwafaidi wao wenyewe, lakini sio ya kufaidi washirika. Sisi zote hivyo tuko katika jela ya Shetani. The whole country, the whole world, zote we are in captivity of Satan. The salvation gospel is not in any one church in the world. Nitakupatia njia karibu 10 hivi, 5 reasons as to why I say this. Reason ya kwanza, wakati dini zilikuja, jambo la kwanza ziliondoa utamaduni wetu, our culture. Vile our culture tulikuwa tunaongozwa na men who have lived life and succeeded. Wanaume wenye wameoa, wamekaa, wamefanya kazi na wamelea watoto, wamesucceed. Dini zikakuja, tukaletewa Bible schools and seminaries. Young men 25 years to 30 years wakafundishwa, ikasemekana wao ndio wanajua kuongoza watu. Na sababu hakuna mahali pengine watu hukutana, tukawa subject to these young men. Mtu mwenye hajai kuwa na watoto anakuwa yeye ndiye anaambia wazee wenye wamekuwa na watoto wakae chini au wapeleke kwa Mungu. Katika ile hali watu wote wakaamini na wakapoteza ujuzi wao wa maisha. Ndiposa hapo Shetani akaingia, sababu mwenye kukuongoza, the Bible says, na Yesu akasema, mwanafunzi hawezi kuwa mkubwa kuliko mwalimu. Ndiposa the Bible school zikakuja kama mtego ya kucaptivate mind za watu. Seminary zikakuja, watu wakawa kuna brothers na sisters na kadhalika, wao ndio wanajua Mungu kuliko sisi. Tukakaa chini, utamaduni wetu ukawa hauko na nafasi katika zile dini, na tukaupotoza, tukaongozwa na watu wenye wajui Mungu ato. Katika ile hali kukawa na mafundisho ya mitume Paul mwenyewe akatuma mitume mwingine alikuwa anaitwa Timotheo, a young man, kwenda kuongoza wazee waketi chini, kijana mdogo awaongoze. Dini zetu kukawa ni wamama wanatuongoza. Na mpango wa Mungu habadiliki hata kidogo. Wakati Mungu alisema the man is the head of the family, hata kanisa la Mungu linafaa kuwa ni mwanaume anaongoza. Kukawa na teachings nyingi sana katika dini zetu. Na hizi teachings, na Yesu alisema hivi, do not, that is Matthew chapter 23 verse 8 and to 10. Do not be called teachers, for one is your teacher, the Christ. Teachings zote za Paul na watu wengine wengi hata saa hii, kuna mafundisho ya wise men. But this mafundisho ya wise men sio mafundisho ya Yesu Kristo. Ndiposa unakuta watu wanafuata watu tofauti, madhehebu tofauti. Nakuta kuna watu wa Catholic, kuna watu wanafuata hii dini, wote wako na imani kando, lakini sio ile imani and such uncompromised gospel of Jesus Christ. Sababu God is perfect na hachaganyangwi na chochote. Yesu akaondoka, akatuachilia. Ndiposa tuko na zile shida tuko nazo. Namba 3, faith. Imani ile tumekuwa tukiambiwa ya kwamba uamini utapokea. Imani ni moja peke yake. Imani ndani ya Yesu Kristo ni imani ndani ya neno lote Yesu amesema. Hili neno hakuna mtu anafundisha. Unaambiwa kwamba my faith, kila mtu wako na my faith. Otherwise kuna faith ile inafaa kuaminiwa ni ya Yesu Kristo peke yake, kwa kufundisha mafundisho ya Yesu Kristo peke yake
katika kanisa la Yesu Kristo, lakini hakuna mtu anafundisha yale mafundisho. Namba 4, njia ya maombi. Watu wamekuwa wameyadanganywa, wanaomba kutoka asubuhi mpaka jioni. Atukiomba Mungu sana, mambo yako itakuwa sawa. Badala ya kutenda mapenzi ya Mungu, unaambiwa ushida ukilia kanisani, ukijiangusha, ukipiga mayowe ndani ya kanisa. Sababu umeonyesha hata ukienda kwa mlima ya kwamba ati Mungu ako kwa mlima. Ya kweli ni kwamba Mungu ako pahali huko. Fanya vile anataka, maombi yako. Na Yesu akatufundisha Matthew chapter 6. Na ukitaka kuomba, usiwe kama a hypocrite, yenye wanasimama kujionyesha vile, kushout throughout. Lakini hiyo ndio maombi imejaa katika dini zetu. Maombi ingine ya dini zingine, unaambia Maria tuombee mwana wa Mungu. Kila wakati tangu uzaliwe unaambia Maria akuombee. Na Yesu akasema, hakuna mtu ajaye kwa Baba bila kupitia kwangu, sio kwa Maria. Mambo kama hayo ni mingi. Na mambo mengine, this is maybe point number 5. Dini zingine unakuta watu wanaangushwa ovyo ovyo. Mlisikia Yesu alikuwa anaangusha watu wapi? Hiyo ni nguvu ya shetani, na shetani ako na nguvu. Na ndipo Yesu akasema ya kwamba mtaona watu watakuja na miujiza aina mingi, mkaanza kuwafuata. Hawa watu wako na ushirika na makubaliano na shetani, wamepata nguvu nyingi za shetani. Ndipo unakuta mtu anaangusha watu kama 100 mara moja. Huyo sio Mungu. Jambo jingine, number 6. Magonjwa ile watu wako nayo. Kanisa zote zimejaa kadi za kuchagia watu walipe madeni ya hospitali. Ila kanisa la Yesu Kristo, mwenye hiyo kanisa, alikuwa anafungua watu macho, anafufua wafu, viwete vilikuwa wanatembea. Lakini katika dini zetu, tukianzia na wakubwa wa dini wenyewe, mapastors na wachungaji, they are dying very young because we do not have the salvation gospel. Mmewaona wengi wamekufa igawa wako na pesa nyingi, zile wamenyang'anya watu, wote wanakufa just like that, sababu hatuna injili ya Yesu Kristo. Yesu Kristo hayuko katika dini zetu. Mafundisho mengine mengi imekuja, unaambiwa usiguze wine ama pombe ama kidogo tu. Na unajua kidogo sio baya. Yesu mwenyewe alituonyesha kwa harusi fulani. Wakasema polygamy, usikuwe na mke mwingine. Na hii kutokuwa na mke mwingine imefanya watu wengi wawe na mipango ya kujificha. And everything that is done in darkness belongs to Satan. Shetani anapiga makofi kwa yale mambo yote. Dini zinafundisha mambo ya sacrifices. Yesu hakufundisha mambo ya sacrifices. Kumbuka vile Yesu alisema, that I desire mercy, not sacrifices. Lakini dini zote ni sacrifices. Zingine unakuta mambo ya Sabbath. Watu wanaamini siku kuliko mwenye siku. That siku ya Sabato mtu hawezi pika chakula yake, hawezi kusalimia mtu, sababu yeye anaamini hiyo siku zaidi ya mwenye hiyo siku. Injili zingine za receive the grace, ya kwamba atipokea. Hiyo injili ya kupokea, Yesu aliambia nani mtu apokee? Receive the grace of healing, unadanganywa ugoje. Unaambiwa ya kwamba ati Mungu amekutendea, ukae hivyo tu ukigojea Mungu. Ati unaamini huyo mchungaji wako, yeye mwenyewe ako na shida kuliko wewe, na bado anakuambia hata hizo magari anaendesha ni sababu ya zile pesa umempelekea katika hiyo dini yake. Sababu ya sio kanisa, ni dini, na dini ni utumwa zote. Pesa za kanisa ni la Yesu Kristo. Pesa za kanisa zimekuwa ni za watu wachache, ni za mhubiri na bibi yake. Ila watu wa Mungu, masikini wa Mungu, wamekuwa wakitoa, wakichanga, wakifikiria kwamba watanunua baraka kupitia kwa pesa zao. Kumbe ni utumwa. Dini zote ni utumwa, na zote tuko katika hali ya utumwa. Biblia anasema hivi, kila mtu mwenye anatenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa hivyo ukiwa mtumwa wa dhambi,
uko katika kifungo ya shetani, na zote tuko katika kifungo ya shetani. Usipojua ukweli, na ukweli uko katika neno la Mungu, neno la Yesu Kristo mwenyewe alilofundisha katika vitabu 4 za Biblia, Matthew, Mark, Luke and John. Hizo vitabu zitakuokoa wewe, hizo dini zote. Na ndiposa unaona wanaume wengi walitoka kule katika zile dini, sababu wanaume wengi wako na roho wa Mungu ndani yao, na ni wanawake wamejaa kule, wanaendelea kudanganywa. No church is teaching the teachings of the owner of the church. Kila mtu ako na mambo yake, ndiposa tuko na dini nyingi zaidi. Na hapa pahali tumefika, Mungu anakuja, Yesu anakuja kutetea kanisa lake. Wahubiri wote wenye wametumika na shetani, siku zao zinahesabiwa. Yesu hayuko ndani ya dini zenu sababu ya kufundisha mambo yenu badala ya mambo ya mwenye kanisa. Mungu awabariki. Amen.